Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu ya mitishamba na dua, bado tunaendelea tena masomo mazuri kabisa tiba za asili na mitishamba na kadhalika. Leo nimekuja kuuliza swali hili na kuuliza wewe hili swali. Hivi utafanyaje endapo siku moja umetoka umeenda kijijini kwenu, upo kijijini shambani, sawa, alafu ghafla ukaanza kutapika sana. Ghafla ukaanza kutapika sana. Utafanyaje ili upate kupona hiyo hali yako? Ili uzuie hiyo kutapika utafanya kitu gani? Au upo huko shambani ghafla kwanza kuharisha sana mpaka mwili unashona nguvu. Miti unaiona lakini hujui itafanyaje. Hali yakuwa ni mbali na barabarani, mbali na kuelekea hospitali, utafanyaje? Sasa leo nitakufundisha kitu kimoja ambacho wazee wetu wa zamani walikuwa wanakitumia sana hichi kitu. Wazee wetu wa zamani walikuwa wajitibia sana kupitia hii mitishamba. Kama umekuwa sehemu ukajihisi tumbo lako limechafuka, unatapika sana, unaharisha sana, basi kuna hizi dawa mbili. Hizi dawa mbili ni dawa nzuri sana za kuharisha. Kwanza, zenye sifa zake zinazuia mtu kutapika. Sifa ya pili, zinazuia mtu kuharisha. Sawa? Zinazuia mtu kutapika, lakini sitoshe zinazuia mtu kuharisha. Sasa hii mimea watu wengi wanaijua, wanakutana nayo, lakini hawajui majina yake au hawajui kazi zake. Dawa ya kwanza tuliwahi kuizungumzia hapa ambayo ni mlipulipu. Mlipulipu ni mmea ambao watu wengi wanaofahamu. Ni mmea ambao ni mzuri sana, huu mmea wa mlipulipu. Lakini huu mmea mlipulipu una kazi nyingi sana. Lakini miongoni mwa kazi za mlipulipu ni kumfanya mtu ambaye anaitapika, basi kumfanya yule mtu aache kutapika. Yaani kulikata ile tumbo kutapika. Nini ufanye ili usitapike? Kama upo polini mwenyewe, tumbo limekubana la kuharisha, au nyumbani kwako tumbo limekubana la kuharisha au unatapika sana, tumbo limekubana la kutapika, unatapika sana, upo mwenyewe nyumbani kwako, basi toka nje, tafuta huu mmea wa mlipulipu, chuma majani yake hayo na hata nyuzi zake zitume kama kamba zake, oli nazo nyumbani ziponde ponde. Ponda vizuri tu. Changanya na maji, kunywa. Dawa moja nzuri sana ya kutapika. Ile tumbo lako la kutapika litakata muda huo. Na hata kama unaharisha litakata hiyo hali. Hiyo ni faida ya kwanza ya huo mlipulipu. Faida ya pili, ya dawa ya pili ambayo tunatakiwa tuifahamu, ambayo inasaidia sana maradhi haya, ni dawa ya sanamaki. Au wengine huita salamaki. Lakini sanamaki ni dawa nzuri sana ya kuzuia mtu kutapika. Ni dawa nzuri sana kumfanya mtu, imzuie mtu huyu kuharisha. Unaweza kutumia hii dawa ikakusaidia vizuri sana kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni dawa nzuri. Kwa kama uporini unauona huu mmea wa sanamaki au sanna, ukauona huu, basi kachuma majani yake, twanga, changanya na maji, kunywa. Hii hali itakaa sawa, utapona biidhnillah. Hizi ni faida tunawaelezea ndugu zangu, kwa sababu tunapaswa tuelekezane. Itafikia siku umeenda sehemu, upo porini kijijini peke yako, tumbo limechafuka, au nyumbani kwako labda tumbo limechafuka ila kuna hospitali hauna, lakini kumbe umeme nyumbani kwako upo. Chukua, fanya nilivyokuambia, tumia, inakusaidia, inakata tumbo kuharisha, inakata tumbo kutapisha. Tunaona vizuri? Nikuombe, hii ni sadaka nimeelezea tu ili watu kusaidia watu. Nikuombe, kama mtu hali yake imezidi sana, basi anapaswa kwenda hospitali. Lakini miongoni mwa faida za huduma za kwanza, atumie hii, itamsaidia. Sawa? Nikuombe tu, kabla hujasubscribe usahau kusubscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.